Mwanamke huyo alirarua dayapa ya mtoto wake mchanga na kuitupa baharini bila aibu, bila kujua kuwa harufu yake ingeanza kuvutia samaki wadogo, na hapo ndipo akaona mwanga wa matumaini. Akitumia kisu alijaribu kutengeneza kifaa cha kuvulia samaki, lakini licha ya juhudi zake zote hakufanikiwa kupata hata samaki mmoja. Akiwa amechoka na kudhoofishwa na njaa, alianguka sakafuni mwa kontena huku akihisi kukata tamaa kabisa, lakini ghafla ndege ilipita juu yake na matumaini yakarudi tena. Haraka akakimbilia ndani ya kontena, akachukua kipande cha kioo kilichovunjika na kupanda juu ili kuakisi mwanga wa jua na kuvuta umakini wa rubani, lakini ndege hiyo ikaendelea kuruka mbali bila kumuona. Wakati huo macho yake yakatua kwenye waya zilizochanganyikana za earphones, na wazo likamjia ghafla, akazitumia kutengeneza wavu wa kuvulia samaki. Asubuhi iliyofuata akashusha wavu huo baharini huku akiweka dayapa ya mtoto ndani yake, na kwa sababu ya harufu kali samaki wengi wakaanza kuusogelea. Alivuta wavu kwa wakati sahihi, na kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi akapata chakula cha kutosha, jambo lililomrudishia matumaini na kuondoa hofu ya kufa kwa njaa. Kuanzia siku hiyo akaanza kupima kiwango cha maji kila siku na kuendelea kuyatoa ndani ya kontena, akijua kuwa mradi tu maji yasizidi kiwango fulani bado alikuwa salama. Sasa lengo lake halikuwa tu kuishi bali pia kuokolewa. Hivyo akaandika neno SOS kwenye vipande vya karatasi, akavifunga ndani ya chupa za plastiki na kuviachia baharini moja baada ya nyingine, akitumaini siku moja mtu angeviona. Kadiri siku zilivyopita, kiwango cha maji kilianza kushuka kidogo na hali kuonekana kuingarika, lakini usiku mmoja kelele kubwa zilimwamsha usingizini. Alipotoka nje aligundua sauti hiyo ilikuwa ikitoka kwenye kontena nyingine iliyokuwa ikielea karibu. Ghafla simu yake ya mkononi ikawaka na kuonyesha simu kutoka kwa Jack. Kwa namna fulani akaweza kuifungua na kusoma ujumbe wa mwisho kutoka kwa mume wake. Ujumbe huo ulisema kuwa Jack alikuwa amekamatwa alipokuwa akivuka mpaka, na alipokuwa akijaribu kutoroka alipigwa risasi na kufa, lakini kabla hajafariki alikuwa ametuma salamu yake ya mwisho ya kuaga kwa Luna. Kusikia hivyo kulimvunja moyo kabisa Luna, lakini kwa ajili ya mtoto wake mchanga alikataa kukata tamaa. Kufikia siku ya 26 maji yalikuwa yamepanda sana kiasi kwamba sehemu yao ya kulala ilikuwa imezama kabisa, na shinikizo la maji lilikuwa kubwa mno hadi haikuwezekana tena kuyatoa ndani ya kontena. Sasa lengo lao pekee lilikuwa kubaki juu ya kontena hiyo, lakini hata hilo halingedumu kwa muda mrefu kwa sababu taratibu kontena nzima ilikuwa inaanza kuzama baharini.